Sisi soko letu bado hatujabahatika kupata mkopo wa aina yote katika soko letu hili. Sawa eh? Kama hatujabahatika kupata mkopo, tunataka baadaye tuone serikali itakuja kusaidia vipi na mikopo, kwa sababu wamekuja mabenki mbalimbali wametufungulisha akaunti kwa bei ya gharama kubwa, lakini mwisho wa siku hakuna kitu kilichokuwa. Takriban benki 8 zimeingia hapa ndani kutaka kuwekeza kwa kufanya biashara, lakini hakuna benki yote ambayo imeweza kulitekeleza hili tatizo mpaka tunapozungumza kwa sasa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, mheshimiwa, uligusia kule kodi. Kodi tulionao kwa sasa ni rafiki kwa vile itangwa na serikali, lakini kwa tunaomba kama wafanya biashara, kwa kutokana na mazingira yetu ya kibiashara sasa tulionayo na mfumuko wa bidhaa zinavyokuja, gharama zake zilivyo, kwa matajiri wanaotuletea kodi kidogo tufanyiwe angalau hafifu. Hapo ilipo sio kama ni pakubwa, hapana, lakini tunaomba hafifu, kwa sababu tusipoomba itakuwa hatujatendea haki wafanya biashara wetu. Na hitimisho kumalizia, wafanya biashara wetu ambao tunao kwa sasa, mheshimiwa, wana changamoto moja kubwa sana. Changamoto hii ambayo imetukabili wafanya biashara ni wakati wa kuingiza bidhaa zetu swala pale bandarini. Bandarini tunapata usumbufu mkubwa kwa mizigo yetu, na mizigo yetu ifika pahala inaingia masokoni imeshaharibika. Kwa hiyo tunakata mitaji, tunabakiwa na madeni. Sasa swala hili pale bandarini kidogo wasimamizi wa pale walikuwa watufanyie tahadhari. Tumezipokea changamoto zilizotolewa na mwenyekiti wenu ambazo ni 3 kuu. Ya kwanza ni bado walio wengi hawajafikiwa na mitaji. Tunachoweza kuahidi ni kwamba tutakufikieni, kwa sababu kipindi kilichopita tumetoa zaidi ya bilioni 96 kwa vikundi mbalimbali. Lakini mara zote nawaambia wenzangu, wale ambao tayari wana biashara ndio wanaokopesheka zaidi, kwa sababu ana kitu anakifanya. Kwa hivyo tutahakikisha na nyinyi mnafikishiwa mikopo hiyo ambayo haina riba ili muongeze mitaji yenu. La pili ni kodi mnayotozwa hapa. Nimepokea ombi la kwamba ifanywe tahfifu, na mimi nataka kuahidini kwamba tutaangalia uwezekano wa kupunguza kodi hiyo. Ile shilingi 10,000 ya usafi ile ibaki, kwa sababu tunataka mazingira yawe safi. Lakini ile 30 ile basi tutatizama tunaifanyaje ili angalau kidogo patikane tahfifu pale.